Ni eneo la Karume, pilika za hapa na pale haziishi hadi pale jua linapozama. Ukifika hapa unakutana na watu wa aina tofauti, huku kila mmoja akiwa na shughuli yake ya kujipatia riziki ili siku ziweze kusonga. Lakini moja ya umaarufu wa eneo hili ni kutokana na biashara za nguo, viatu na mabegi. Nafika hapa na kutana na mmoja ya mfanyabiashara wa nguo anayefahamika kwa jina la Rajabu Ramadhani. Lengo ni kutaka kufahamu namna anavyoendesha biashara hiyo, lakini kwanza kabla sijaanza chochote, namuona anakunja nguo. Huku pembeni naona maji pamoja na mafuta. Najiuliza, vitu hivi hapa vimefuata nini? Biashara yangu ndo kama jinsi ninavyoifanya, kutumia akili zaidi. Ya maana kishapiga na ikilina hapo, na biashara inaingia sokoni, na nguo inakuwa na viwango zaidi tofauti vilivyoinunua, na inakuwa na muonekano mkubwa zaidi. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hebu tazama namna nguo hizi zinavyoandaliwa. Gharama ni ile nilonunulia. Isipokuwa tu gharama zinazoongezeka ni nguvu yangu mwenyewe na akili yangu mwenyewe. Kuna maji ya kunyoshea, afu kuna mafuta yenyewe mtui. Hata hivyo hapa namrudisha nyuma kidogo na kumuuliza kuwa kwa nini asitumie pasi kunyoosha nguo hizo? Na ndo vitambaa vyenyewe vinaruhusu kutumia mkono mwenyewe. Sababu ni vitambaa halisia vyenyewe vinahitaji pasi. Bwana Rajabu anasema kuwa ni muda mrefu sasa tangu aanze kazi hiyo na matunda sasa yanaonekana. Kazi nayo na muda nayo mrefu sasa. Wapo wanaoelewa na wapo wasioelewa, na wengine wasioelewa wanapenda kuletea nguo na watengenezea kama hivyo, wanafika wanaenda. Unaambia unashinda. Ukiziangalia nguo hizo zinaonekana kunyooka pasikuwa na mikunjo yoyote ile. Je, zinanyoshwa vipi? Mfanyabiashara huyu hahangaiki na kutafuta pasi. Hii inaitwa pastako. Kwa maana ya kwamba baada ya kufanya shughuli zote za kupaka mafuta na kunyosha kwa mkono, kisha hukunjwa na kukaliwa kwa muda mpaka hapo zitakapokuwa zimenyooka, almaarufu pastako. Serikali ya awamu ya 5 sasa inafanya jitihada katika kupambana na swala la ajira. Ingawa wapo vijana wengi wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali, lakini vijana hao bado kilio chao kikubwa ni kuhusiana na swala la soko.